Karibu tena mtazamaji wa VOC Media kwa habari na matukio yanayoendelea duniani kote. Basi usisite kusubscribe, kucomment pamoja na kulike ili uone taarifa zetu. Iran imetoa onyo kali kwa Marekani ikisema haitakubali vita wala amani ya kulazimishwa, huku ikisisitiza kuwa shambulio lolote la kijeshi dhidi ya ardhi yake litakuwa na madhara makubwa kwa aliyeshambulia. Kauli hiyo imetolewa na kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kupitia taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa. Wakati huo huo, hali ya vita kati ya Israel na Iran imezidi kuwa mbaya zaidi baada ya Israel kuripoti kushambulia maeneo 40 ya Iran, ikiwemo kiwanda cha utengenezaji wa silaha na kituo cha kurutubisha uran karibu na Tehran. Israel imedai kwamba mashambulizi hayo ya anga yamesababisha milipuko mkubwa usiku katika mji mkuu wa Iran. Iran nayo haikukaa kimya. Kwa mara nyingine tena imedai kurudisha wimbi la makombora ya ndege zisizo na rubani kuelekea Israel, huku jeshi la walinzi wa mapinduzi likidai kuwa baadhi ya makombora ya Fatah yamefanikiwa kupiga ngome ya ulinzi ya angani ya Israel. Msemaji wa jeshi hilo amesema mashambulizi hayo ni ujumbe kwa Marekani kuhusu uwezo wa Iran kwa kujibu mashambulizi yoyote ya nje. Katika vita hivi vilivyojaa propaganda nyingi, ripoti zinaeleza kuwa watu zaidi ya 240 wamepoteza maisha nchini Iran kutokana na mashambulizi ya Israel, wakiwemo wanawake 70 na watoto, huku Israel bado ikiripoti vifo vya watu 24 kutokana na mashambulizi ya Iran. Wakati hali ikizidi kuwa tete, Marekani imeufunga ubalozi wake kwa muda mjini Jerusalem hadi Ijumaa, huku China ikianza kuwaondoa raia wake walioko Iran na Israel nayo imeanza kuwarejesha raia wake kutokana na mataifa ya nje, ishara ya hofu ya mzozo mkubwa kati ya Israel na Iran. Nchi kadhaa za Afrika zimefanya mpango wa kurudisha raia wao nyumbani kwa hofu kwamba wanaweza kukwama katika mzozo wa vita baina ya Israel na Iran uliozuka Juni 13. Uganda imewasiliana na nchi majirani za Afrika ya Kati kwa msaada wa kuhamisha raia wake, huku nchi hiyo ya Afrika Mashariki haina balozi Israel wala Iran, ambazo anga zake zote zimefungwa. Inaratibu uokoaji kupitia Misri, Uturuki, Azerbaijan na Jordan, na imezitaka nchi hizo 4 kuwapa raia wake visa. Wizara ya mambo ya nje iliomba wajumbe wa kidiplomasia nchini Iran na Israel kuwezesha mchakato huo, huku wanafunzi 48 wakiwa tayari njiani kuondoka Tehran. Kombora lililorushwa kutoka Iran kwenda Israel limelenga jengo la hospitali kuu ya Beishba iliyopo kusini mwa Israel na kusababisha majeruhi kadhaa, huku yenyewe ikijibu kwa kushambulia mtambo wa urutubishaji wa nyuklia. Mamlaka nchini humo zimethibitisha kuwa Irani imefanya shambulio hilo asubuhi ya leo Alhamisi Juni 19, 2025, huku taarifa zikisema bado tathmini ya madhara zaidi yaliyosababishwa na kombora hilo yanaendelea. Ofisa kutoka idara ya dharura ya Israel, Magon David Adom, ameieleza Associated Press kuwa makombora mengine ya Iran yalipiga kwenye majengo mawili jijini Tel Aviv nchini humo na kujeruhi watu 40. Kombora hilo lililotua katika kituo cha matibabu cha Soroka ambacho kinawahudumia wagonjwa wengi kusini mwa Israel. Taarifa ya hospitali hiyo ilisema kuwa sehemu kadhaa za jengo hilo ziliharibiwa na kwamba kuna majeruhi wanaoendelea kupatiwa matibabu. Hospitali hiyo imefungwa kwa muda ili kuzuia wagonjwa kuingia, isipokuwa wale waliokuwa kwenye hali mbaya. Haikufahamika moja kwa moja idadi ya watu waliodhurika na kombora hilo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amelaani shambulio hilo na kuahidi kulipiza kisasi, akisema madikteta wa Iran wataadhibiwa kulingana na gharama za matendo yao. Wakati dunia ikisubiri kwa tahadhari kubwa uamuzi wa Donald Trump kuhusu iwapo Marekani itaingia vitani kufuatia mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati, aliyekuwa mkurugenzi wa mawasiliano ya ikulu ya White House katika utawala wa kwanza wa Donald Trump, Anton Scaramucci, amefichua mtazamo wake kuhusu mchakato wake wa maamuzi ya rais huyo wa zamani. Akizungumza na shirika la habari la Uingereza BBC, Scaramucci amesema hakuna mshikamano, kuna sera ya msingi, sera za kurukaruka bila kufikiria kimkakati. Amedai kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekuwa akicheza na hisia za kutojiamini za Trump kuhusu namna ambavyo anavyotaka kuonekana mbabe ili kumshawishi ajiunge na mzozo wa kijeshi
unaohusiana na Iran. Kuhusu mjadala unaoibuka wa Marekani kuhusika katika mabadiliko ya utawala nchini Iran, Scaramucci ameonya dhidi ya hatua hiyo akisema, hatutajifunza chochote katika miongo miwili. Sio wazi kwangu kuwa Wamarekani wanapaswa kuwa ndio wanaosukuma mabadiliko ya kiutawala. Kauli hiyo inakuja baada ya hofu ya vita ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran ikizidi kushika kasi, huku jumuiya ya kimataifa ikitaka suluhisho la kidiplomasia badala ya matumizi ya nguvu. Mimi ni Khalfani Rajabu wa VOC Media. Usisahau kusubscribe, comment pamoja na kulike ili uwe kwanza kupata taarifa zetu.